Hadithi inaanza katika gereza la wanawake ambapo tunaonyeshwa wafungwa wa kike wanaotumikia vifungo vyao humo gerezani. Gereza hili linaweza kusemwa kuwa ni kama mtego wa macho kwa wanaume kwa sababu limejaa wanawake warembo wenye miili laini. Gereza hili limetengwa kwa ajili ya wanawake tu na hakuna mwanaume yeyote humo isipokuwa askari mkuu wa gereza. Wafungwa hao hufanya kazi mbalimbali kama vile kutengeneza kazi za mikono, kulima bustani na mashambani. Kisha tunamfahamu mfungwa mpya anayeitwa Martha. Martha ni mfungwa mpya aliyeletwa gerezani hivi karibuni. Kabla ya kuingizwa rasmi gerezani, Martha anapitia mchakato wa uchunguzi. Baadaye, Martha anaingizwa katika selo lake pamoja na wafungwa wawili waliomtangulia ambao ni Jenny na Berlin. Inajulikana kuwa ingawa Berlin anaonekana kuwa mtulivu, kwa kweli yeye ndiye kiongozi wa wafungwa wote waliopo humo. Hadithi inaendelea ambapo usiku, Martha akiwa amelala, ghafla anatembewa na mfungwa anayeitwa Deborah. Katika hali isiyotarajiwa, Deborah anawasha moto na kuchoma nywele za Martha. Kwa bahati nzuri, Martha anaamka na kufanya hali iwe ya vurugu. Inagundulika kuwa Deborah alikuwa na wasiwasi kuwa Martha ni mpelelezi aliyeingizwa gerezani kwa hila. Lakini Martha aliposikia tuhuma hizo, alikana vikali na kusema si kweli. Hata hivyo, Deborah ambaye hakuwa tayari kuamini mara moja, aliendelea kumtesa Martha kwa lengo la kumlazimisha akiri ukweli. Kwa bahati nzuri, Berlin aliwasili na kumsaidia Martha dhidi ya hasira za Deborah. Kesho yake, tunaonyeshwa wanaume wawili wanaoitwa Harry na Fred. Wakati huo, walikuwa katika kazi ya kupeleka chakula gerezani. Kwa upande wa Harry, kazi hiyo ni burudani kwa sababu amekuwa akienda mara kwa mara gerezani na kufurahia kuwaona wafungwa wa kike warembo. Fred kwa upande mwingine, alikuwa mara yake ya kwanza kupeleka chakula kwani yeye ni afisa mpya wa vifaa. Harry alimweleza Fred kuwa gereza hilo limejaa wanawake warembo na kwao ingekuwa faida kubwa kama wangeweza mwanamke mmoja gerezani. Harry na Fred walipofika gerezani, walishangiliwa na kusogelewa kama mastaa kwa sababu wafungwa hao walikuwa hawajamuona mwanaume yeyote zaidi ya mkuu wa gereza kwa muda mrefu. Zaidi ya hapo, walikuwa hawajapokea mguso wa mwanaume kwa muda mrefu. Baadaye, Harry na Fred walienda kwenye selo ya Martha na wengine. Huko, Harry alimwambia Jenny kuwa ana barua kutoka kwa familia ya Jenny. Lakini kabla ya kumpa barua hiyo, Harry alitaka Jenny alipe. Na kwa kuwa Jenny hakuwa na pesa, alilazimika kulipa kwa kumpa mwili wake aguswe na Harry. Lakini cha kusikitisha, baada ya Harry kuridhika, iligundulika kuwa alimdanganya Jenny kwa sababu barua hiyo haikuwa yake bali ilikuwa ya Berlin kutoka kwa mpenzi wake. Siku moja, wakati wafungwa walikuwa kazini, naibu mkuu wa gereza alimuita Berlin. Naibu huyo alichukua karatasi ya barua iliyokuwa ndani ya sidiria ya Berlin. Kwa kweli, naibu huyo alikuwa tayari anajua kuwa Berlin alipokea barua hiyo kinyume cha utaratibu na alisisitiza kuwa kila barua inayoingia lazima ipitie kwa walinzi kwanza. Matokeo yake, Berlin alipewa adhabu ya kusimamishwa juani kali bila nguo na tukio hilo liliwashuhudiwa na wafungwa wote. Mmoja wa wafungwa alitamka kuwa wasiwe na wasiwasi kuhusu Berlin kwa sababu, kama tunavyojua, yeye ni kiongozi wao. Lakini bila kutarajiwa, adhabu hiyo haikuishia hapo. Usiku, Berlin alilazwa juu ya kitanda cha chuma na kucharazwa kwa mijeledi. Baada ya kuchapwa vibaya, Berlin alirudishwa seli yake ndani ya gereza. Berlin alimwambia msaidizi wake aitwaye Sarah kwamba anataka kupanga mpango wa kutoroka. Na Berlin alisema kuwa ni bora kufa wakati wa kujaribu kutoroka kuliko kuteswa kila siku. Kutoka hapa, hatimaye tunagundua kwamba gereza hili zuri kwa sura, kumbe linahusisha ukatili mkubwa unaoendelea, kiasi kwamba baadhi ya wafungwa hushindwa kuvumilia na vifo hutokea kila wiki. Wiki moja baadaye, Harry na Fred walirudi kuleta mahitaji ya chakula kwa ajili ya wafungwa. Na wakati Fred alikuwa karibu kupeleka vyakula kwenye ghala, kwa bahati mbaya alimwona Sarah akiwa anaoga. Bila shaka alipomwona, Fred alisimama kidogo kufurahia mandhari nzuri. Baada ya Fred kupeleka mizigo kwenye ghala, ghafla alikumbana na Sarah kwa sababu kumbe Sarah aligundua kuwa Fred alikuwa amemchungulia wakati akioga. Hapa inaonekana kuwa Sarah alikuwa akimchokoza kwa makusudi ili apate pakiti ya sigara, lakini haikuchukua muda mrefu kabla ya kuanza kwao, walikamatwa na mkuu wa magereza. Kwa sababu ya kitendo hicho, Sarah alipata adhabu ya kikatili sana. Hadi alipoteza fahamu pale pale. Kwa bahati nzuri, wakati huo, daktari wa gereza alipita kwa bahati na kumkuta Sarah akiwa amepigwa vibaya. Hivyo, daktari aliamuru Sarah apelekwe chumbani kwake.
Baada ya tukio hilo, Sarah hatimaye alikubali mpango wa Berlin wa kutoroka na walihitaji washirika zaidi ili kufanikisha mpango huo. Kisha walimwalika Martha kwa kuwa Martha alikuwa mfungwa mwenzake. Lakini kwa bahati mbaya, Martha hakutaka kushiriki kwa sababu hakuwa tayari kujihusisha na jambo lolote la hatari, hasa kwa kuwa yeye alikuwa mfungwa mpya. Hatimaye, Sarah alimpa Martha changamoto ya kupigana naye. Na ikiwa Martha atashindwa, basi angeungana nao. Mwishowe, walipigana hadi wakaangukia kwenye tope na pambano hilo lilimalizika kwa Sarah kushinda. Na bila hiari, Martha alilazimika kukubali kutoroka nao. Wakati huo huo, daktari aliyemwona Sarah akiwa amejeruhiwa vibaya usoni, aliamua kwenda kwa mkuu wa gereza ofisini kwake, kwa lengo la kujadili matatizo aliyoyaona kwa kuwa alihisi walinzi walikuwa wamezidi mipaka. Kwa mujibu wa daktari, hata kama wafungwa walikuwa na makosa, walinzi hawakupaswa kuwaadhibu kiasi cha kuwatesa hadi kufa nusu. Lakini mkuu wa gereza alikana hayo yote na kudai kuwa walinzi walikuwa wamefanya kazi yao vizuri na hawajawahi kuwadhuru wafungwa. Daktari aliyegundua kuna jambo linafichwa, alibadili mada na kumwalika mkuu wa gereza chakula cha jioni. Mwanzoni mkuu alikataa kwa kuwa alikuwa na shughuli nyingine usiku huo, hivyo daktari alihamisha mialiko hadi siku iliyofuata. Daktari ambaye ni mjane inaonekana anampenda mkuu huyo wa gereza, na kwa bahati nzuri mkuu alikubali mwaliko huo. Kwa kifupi, jioni hiyo, Berlin aliweza kukusanya wafungwa kadhaa waliokuwa tayari kutoroka naye. Na inaonekana wafungwa hao warembo walikuwa wanapanga mpango wao wa kutoroka kwa siku iliyofuata. Katika bega. Sawa, sasa huu ndio kipande. Ni kweli, yuko kwenye hali mbaya sana, kaka. Jaribu. Kwa kifupi, mpango wao wa kwanza ulianza wakati wa chakula cha mchana. Ilionekana Sarah alianzisha vurugu kwa kuchochea hasira za wafungwa wengine ili fujo zianze. Kutokana na machafuko hayo, mkuu wa gereza alikuja akiwa ameongozana na walinzi wengine. Lakini baada ya kupiga risasi ya onyo, wafungwa hawakuogopa. Badala yake, walimtupia mkuu wa gereza chakula kilichokuwa mezani. Nyuma ya fujo hizo, Jenny alionekana akijipenyeza kuchukua kitu kama walivyopanga. Lakini kwa bahati mbaya, Berlin, Sarah na Martha ambao walihusishwa na ghasia hizo, walikamatwa na kutupwa kwenye selo za upweke. Watafungwa huko wakiwa wanangojea hukumu kutoka kwa mkuu wa gereza. Lakini kumbe yote haya yalikuwa sehemu ya mpango wao. Wakati huo huo, wafungwa wengine akiwemo Jenny walipelekwa kwenye selo zao. Baadaye kidogo, tena Harry na Fred walileta chakula. Wakati huo, Jenny alijaribu kumteka Harry kwa mapenzi. Lakini kabla ya kufanya tendo hilo, Jenny alimtaka Harry afungue mlango wa chumba chake kwa kuchukua funguo kutoka ofisi ya mlinzi ili wawe huru kufanya mapenzi usiku huo. Harry, ambaye tamaa yake ya kimwili ilikuwa imeshika kasi, bila shaka alikubali. Na kwa ajili ya tamaa, Harry alikuwa tayari kufanya lolote kutimiza hamu yake. Kwingineko, daktari alionekana akila chakula cha jioni na mkuu wa gereza ili kukuza uhusiano wao na pia kujua kwa undani kilichokuwa kikiendelea katika gereza hilo chini ya uongozi wa mkuu huyo. Lakini muda si mrefu, mkuu wa gereza alikumbuka kuwa alikuwa na shughuli na alilazimika kuondoka. Kurudi kwenye selo ya upweke, wakati mkuu wa gereza alikuja, wafungwa walimkamata ghafla na kumkaba kwa kutumia waya. Kwa kuwa hakuwa na la kufanya, mkuu wa gereza alilazimika kufuata maagizo yao kwa kufungua mlango wa chumba. Baada ya hapo, walichukua silaha zao na kumfanya mkuu wa gereza kuwa mfungwa wao. Dakika chache baadaye, ghafla mlisikika mlio wa risasi ambao uliwafanya Berlin na wenzake kukimbilia huko, ambapo walimkuta mtu mwenye barakoa akiwa na bunduki. Wakati huo huo, Harry aliyekuwa amefaulu kuiba funguo na alikuwa anarudi kwenye chumba, alishangaa kumkuta Jenny akiwa tayari amekufa. Na hapo Harry pia alimwona Deborah aliyekuwa amekaa tu kimya kimya. Bila shaka Harry aliingiwa na hofu.